Baada ya kesi ya mauaji ya mfanyabiashara na mchimba madini Musa Hamis inawakabili maofisa 7 wa jeshi la polisi mkoani Mtwara kusimama kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, kesi hiyo inatarajiwa kuanza kunguruma tena kuanzia leo Jumatatu Machi 24, 2025. Washtakiwa katika kesi hiyo ni aliyekuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Mtwara CID, mrakibu wa polisi SP Gilbert Sosten Karenje, aliyekuwa mkuu wa kituo kikuu cha polisi Mtwara OCS, mrakibu msaidizi wa polisi Chazi Maurice Onyango. Wengine ni aliyekuwa ofisa intelijensia ya jinai wilaya ya DCIO Mtwara Nicolaus Stanlaus Kisinza, mkaguzi msaidizi Marco Mbuta, mkaguzi John Yese Msuya, aliyekuwa mganga mkuu wa zahanati ya polisi Mtwara Shilaz Ari Mkupa na Kopro Salim Juma Mbaru. Wanadaiwa kumuua kwa makusudi Musa Hamisi Januari 5, 2022 katika kituo cha polisi Mitengo wilaya ya Mtwara mkoa wa Mtwara na kwenda kuutupa mwili wake katika kijiji cha Majengo kata ya Iyali karibu na kiwanda cha saruji cha Dangote. Wanadaiwa kumuua kwa kumziba mdomo na pua kwa kutumia tambara baada ya kumchoma sindano na dawa ya usingizi ili asiendelee kuwadai pesa na mali zake walizochukua alipokwenda kumpekua nyumbani kwake kijiji cha Ruponda wilani na Chingwea Lindi, wakimtuhumu wizi wa pesa na pikipiki. Kesi hiyo inayosikilizwa na Jaji Edwin Kakolaki ipo katika hatua za usikilizwaji wa mashahidi wa upande wa mashtaka. Kikao cha kwanza cha usikilizwaji wa kesi hiyo kilianza Novemba 13 mpaka Disemba mosi mwaka 2023, ambapo mahakama ilipokea ushahidi wa mashahidi 10, ambapo Jaji Kakolaki aliahirisha kusubiri kikao kingine. Hata hivyo, tangu wakati huo kesi hiyo haikuwahi kusikilizwa tena mpaka leo, ikiwa imetimiza mwaka mmoja, miezi mitatu na siku 22, licha ya vikao mbalimbali vya usikilizaji wa kesi kama hizo vilivyopangwa katika kipindi hicho katika masjala mbalimbali za mahakama kuu nchini. Ukimya huu uliwafanya baadhi ya wadau wanaoifuatilia kesi hiyo waliowasiliana na wananchi moja kwa moja na wengine katika mitandao ya kijamii kuanza kujiuliza mara kwa mara, huku wengine wakijenga hisia kuwa pengine ilikuwa imeshafutwa kimya kimya. Hata hivyo, Februari 11, naibu msajili wa mahakama hiyo Serafin Saro alieleza Mwananchi kuwa kesi hiyo ilikuwa bado haijafutwa, huku akibainisha kuwa imechukua muda mrefu kiasi hicho kuendelea kutokana na changamoto za ratiba ya utendaji kazi iliyojitokeza. Hivyo alisisitiza kuwa walikuwa mbioni kuipangia tarehe. Wakili wa serikali mwandamizi Ignas Mwinuka alithibitishia Mwananchi kuendelea kwa kesi hiyo leo. Tayari imeshapangiwa tarehe, imepangwa kuanza leo na kuendelea mfululizo kwa wiki 3. Tayari nipo Mtwara, amesema wakili Mwinuka baada ya kuulizwa na Mwananchi kwenye simu. Kati ya mashahidi hao 10 waliotoa ushahidi ni shahidi wa kwanza Hawa Bakari, ambaye pia ni mama wa marehemu, ambaye pamoja na maelezo yake aliomba akabidhiwe mifupa ya mwanae aliyokotwa mahali alikotupwa baada ya kuuawa ili akazike. Mashahidi mwingine kamanda wa polisi mkoa RPC wa Ilala kanda maalum Dar es Salaam, kamishna msaidizi wa polisi Justino Mgonja. Kamanda Mgonja, ambaye wakati wa mauaji hayo alikuwa mkuu wa upelelezi mkoa wa RCO wa Mtwara, alieleza mahakama jinsi kile kinachodai mipango ya mauaji hayo ilifanyika na utekelezwaji hatua kwa hatua. Adai kuwa alifahamu hayo yote kutoka kwa mmoja ya askari hao ambao pia alikuwa mmoja wa washtakiwa katika kesi hiyo,